na kutua mbali na kuleta hapa. Ebo, chukua hii. Wako SBN. Tunaanzia hapa. Ni katika hospitali moja. Huyu mama ni mgonjwa sana. Huyu dada amekuja kumuona baada ya kupata taarifa. Mwanadada anaitwa Adeze. Ni mwalimu wa shule msingi na ni mtoto wa rafiki yake na huyu mama. Mama anamwambia, wamenipima na kugundua kuwa nina shida ya moyo, hivyo inatakiwa kufanyia upasuaji na madaktari wamesema nina 70% tu za kuishi. Adeze anamwambia, basi ngoje mama nikakutafutie warau chakula upate kula. Ni baada ya muda mama yupo na kijana wake akiitwa Tobi. Tobi naye anamuuliza, mama, nini kinakusumbua? Mama anamwelezea tena Tobi. Tobi anamwambia, mama, labda tujaribu kubadili hospitali ukaangaliwe sehemu nyingine. Hapana mwanangu, hilo sio muhimu sana. La muhimu, mimi naomba kuna kitu unisaidie. Ni kuhusu tamko la baba yako alilosema kabla hajafariki. Alisema ukikua umuoe Adeze, maana baba Adeze na baba yako walikuwa zaidi ya marafiki. Lakini Tobi anakataa na kumwambia mama, hilo haliwezekani. Lakini wakati huo Adeze naye anafika akiwa ameleta chakula. Adeze anamsalimu Tobi, lakini Tobi anajibu kama hataki. Mama anamwambia Tobi, matibabu yangu sio muhimu, kitu muhimu kwa sasa nyie wawili kuoana. Lakini kwa Tobi bado swala linakuwa gumu kwake. Muda huu Tobi yupo kwa daktari akipatiwa maelezo ya mgonjwa. Daktari anamwambia, mama yako hali yake si nzuri, hivyo inapaswa afanyiwe upasuaji. Daktari amna njia yoyote ya kumsaidia ili asifanyiwe upasuaji. Njia ni kuhakikisha asiwe na mawazo wala mshtuko, hiyo inaweza kumsaidia. Sawa dokta, nitajitahidi kumtazama. Huku mama anamwambia Adeze, kama ukubali kuolewa na mwanangu Tobi, hata afya yangu itakaa sawa. Lakini mama, mimi na Tobi si rahisi kuoana. Yeye ni tajiri huko Lagos na mimi ni maskini wa huku kijijini, hilo ni jambo gumu. Adeze, wewe na Tobi lazima muoane, na nikiruhusiwa tu kutoka hapa hospitali, tafadhali uje Lagos kwa Tobi mwishi pamoja. Adeze anaamua kukubali ili kuokoa maisha ya mama Tobi. Adeze baada ya kurudi nyumbani, mama yake anamuuliza, mwanangu, toka umetoka hospitali, mbona kama hauko sawa? Mama, ni kuhusu mama yake Tobi, amesema njia pekee itakayofanya hali yake ikae sawa ni mimi kukubali kuolewa na Tobi, na nikiangalia mimi ni maskini na yeye ni tajiri, hawezi kukubali. Ni kweli unachosema mwanangu, lakini Mungu ana miujiza yake, anaweza kukusaidia ukaolewa na sisi tukatokana na umaskini. Basi mama, nikulia tu, lakini mama, nikwambie ukweli, mimi nampenda Tobi. Basi mama yake anapata tabasamu kidogo. Leo siku imewadia Adeze kuelekea Lagos. Basi mama kwa huzuni anamwaga binti yake na kumpa maneno ya kumtakia baraka huko aendako. Swali, je, Tobi akimwona Adeze atakubali kumwoa ama itakuwaje? Tuendelee kutazama. Tobi akiwa sebreni na mama yake, si muda Adeze naye huyu hapa anafika kutoka kijijini, huku mlinzi akiwa amebeba kuku na miogo. Kama unavyoelewa watu wakitoka kijijini. Tobi anamuuliza, mama, hiki kitu gani? Mbona sielewi? Mtu anakuja kwangu kabebelea miogo na kuku, vya kazi gani? Na amekuja kufanya nini? Na nilikwambia mama, mpaka tuzungumze kwanza. Hebu beba begi lako, peleka chumba cha wageni. Mama anadakia, huyu atalala chumbani kwako kama mkeo, hata begi hapasi kubeba, wewe ndio ubebe. Mama, mimi sio mume wake. Mama, usijali, nitabeba tu niende chumbani kwa mume wangu. We binti, usiniite mimi mume wako. Basi mama anaanza kulia, kwa nini Tobi unataka kuniua? Basi mama, usilie. We binti, nifuate. Ila mama, ni kwa sababu yako ndio maana nafanya hivi. Kufika chumbani, Adeze huyu anajirusha kwenye kitanda. Hajawahi kulalia kitanda kama hiki. Tobi anamfukuza kitandani na kumwambia, sikupendi wala sikufikirii. Kumbuka upo hapa kwa sababu ya mama yangu. Sio mama yako, sema mama yetu. Mama yetu kivipi? Wewe ni dada yangu. Nisikilize, afya ya mama yangu ikaa vizuri, mkataba wetu unaisha. Lakini Tobi, wewe ni mzuri sana, hata nywele zako. Basi ngoja nikaongea na mama. Kisha Adeze anaondoka. Basi Tobi anabaki akilalamika tu, eti mume wangu na nywele nzuri. Mjinga nini huyu dada? Muda huu Adeze yupo anaandaa chakula. Si muda simu yake inaita, ni mama yake anampigia. Mama anamuuliza kuhusu safari yake ilikuwaje na hali ya mama yake Tobi. Kisha baada ya maongezi mama anakata simu. Kisha Adeze anampatia chakula yule kuku alikuja naye na baadaye anaendelea kupika. Muda huu Adeze yupo mezani na mama yake Tobi wakihitaji kupata chakula. Mama anamwambia Adeze, nashukuru sana kwa kukubali kuja kuolewa na Tobi. Najua Tobi atakuwa msumbufu sana kwako kwa hiki kipindi, lakini inapaswa uwe mvumilivu. Lakini mama, Tobi anipendi, hiyo itawezekana vipi? Adeze, mwanamke hajawahi kushindwa jambo lolote lile akitaka, hasa kwa mwanaume anayempenda. Tumia njia hizi muhimu kumfanya akupende, kuwa mwazi kwake.
pika kwa ajili yake, mheshimu, msikilize, ongea kidogo, vitendo vingi. Haijalishi atakuwa na hasira ama akakukosea. Hapo ndipo utakapopata nafasi ndani ya moyo wake, na moyo wake utaanza kukupenda taratibu. Sawa mama, nimekuelewa, nitajaribu. Kisha wanaendelea kupata chakula. Muda huu Toby yupo chumbani anaongea na simu. Wakati huo Adeze anaingia, amekuja kumuuliza Toby ampikie chakula gani, lakini Toby hataki kusikia chochote kile kutoka kwa Adeze. Nimekwambia sitaki kula. Pia kumbuka, mimi ni mtoto wa mjini, siwezi kuwa na mwanamke wa kijijini. Basi inakuwa ni mabishano tu ndani. Basi Adeze anaamua kuchukua kitenge ili alale. Kufika kitandani anafukuzwa. Hivi wewe una shida gani kwenye maisha yako? Ushawahi kulalia kitanda kama hiki? Wewe kama unataka kulala, lala hapo chini au nenda chumba cha wageni. Basi Adeze anaona isiwe tabu, anaamua kulala chini, lakini anafanya makusudi, analala huku akijitikisa. Toby anamwambia, unalala unanigeuzia mgongo, hujui unanipa mawazo mwenzio. Basi ni visa tu hapa ndani. Leo mama anaondoka kurudi kijijini. Anamsihi sana Toby aishi vizuri na Adeze. Toby anakubali ili tu mamake aondoke, ila moyoni anatamani Adeze aondoke. Kisha mamake Toby anaondoka. Baada ya kuondoka, visa na mikasa vinaanza. Leo Adeze anataka kufua nguo za Toby, lakini anakataa Toby. Basi Adeze anasusa na kumtupia nguo zake, kisha anaondoka. Toby anabaki akilalamika mwenyewe tu. Leo kapika chakula, anamuita Toby ili apate chakula. Siwezi kula chakula chako, nimeshakwambia sitaki maigizo yako unayonifanyia. Lakini Toby, una njaa, unapaswa kula. Nani kakwambia nina njaa? Wewe ndio unakaa na tumbo langu. Tena kwa sababu mama yangu ameshaondoka, naomba katoe vitu vyako chumbani kwangu. Uhamie chumba cha wageni kwa hiki kipindi kifupi kabla sija kuondoa hapa kwangu. Kisha Toby anaondoka. Adeze anaamua kwenda kubeba mizigo yake chumbani na kuhamia chumba cha wageni. Basi akiwa chumbani, mawazo tu yanatawala. Wakati wa Adeze anasikia jikoni kama kuna sahani zinaanguka. Anaamua kwenda kuangalia. Kufika anakuta ni Toby anakula chakula, na wakati alikataa. Kwa hiyo unakula chakula cha binti wa kijijini ulichokuwa umekataa? Hapana, nimekuja kuangalia tu jikoni kama kuko sawa. Huna aibu, unakula chakula changu. Sasa kwa nini ulikitunza? Kama ulitaka nisile, nilitunza kwa sababu ilikuwa ni kwa ajili yangu. Kisha Toby huyo anaondoka na sahani yake kwenda chumbani. Usiku akiwa amelala, simu yake inaita. Kumbe ni mama yake Toby. Mama anamuuliza, vipi, mnaishi vizuri na Toby? Ndiyo mama, napambana. Na vipi, umelala chumbani kwake? Ndiyo mama, naomba niongee naye. Anza kujingatangata. Mama ameenda chooni. Kisha mama anamtakia usiku mwema na kukata simu. Adeze anabaki akilaumu, kwa nini namdanganya mama kiasi hiki? Kisha anapumzika. Leo Toby akiwa sebreni anaongea na simu. Adeze anapita. Toby anamwambia, mbona unapita bila kunisalimu? Kumbe unataka nikusalimu? Mimi nilijua usamini salamu ya binti wa kijijini. Mimi sihitaji salamu yako kwa sababu hainipunguzii wala kuongeza chochote. Sasa mbona umenisimamisha nikusalimu? Lazima unisalimu kwa sababu upo kwenye nyumba yangu. Kwanza usiongee kwa sababu nina habari ya muhimu. Kwa rafiki yangu anakuja na atafikia hapa na atakaa kwa muda wa siku kadhaa. Tena ni rafiki yangu mkubwa sana. Kwa hiyo akija naomba umheshimu na ninaomba umwambie kuwa upo hapa kama binti wa kazi. Kwa hiyo kumbe mimi ni binti yako wa kazi. Wakati waendelea na mazungumzo, rafiki yake Toby naye anafika akiitwa Emeka. Basi wanasalimiana. Adeze anamwambia, karibu mgeni. Emeka anajibu, asante, wewe binti ni mzuri sana. Asante, na wewe ni mzuri pia. Toby kijicho cha husuda kinamtoka. Basi wanapeana mikono. Wewe toka hapa, nenda chumbani kwako. Na wewe inakuwaje unamwangalia hivyo kijakazi wangu? Toby, inakuwaje unakaa binti mzuri hivi hapa ndani? Basi marafiki hao waendelea na mazungumzo. Baada ya muda, Adeze akiwa jikoni anaosha vyombo. Emeka anakuja na kumwambia, kumbe huku ndiko mambo mazuri yanakotokea. Ndiyo, naitwa Emeka, nafurahi kukutana na wewe. Naitwa Adeze. Lakini wakati huo mwamba Toby yupo mlangoni anachungulia. Lakini unaweza kuniita Ada. Toby anavamia maongezi eti akuite Ada wakati jina lako unaitwa Adeze. Kwa nini unajitambulisha wakati kazi yako wewe ni kupika? Acha mambo mengine wewe, kazi yako ni jikoni. Toby tulia, mimi ni rafiki yako, naweza kuongea na rafiki yako. Usimuite rafiki yangu, huyu ni mdada wa kazi. Adeze, unajua kuna majiko matatu humu ndani. Chukua vyombo vyako, hamia jiko jingine. Kumbe ni binti wa kazi. Hii itakuwa nafasi nzuri sana kumfahamu vizuri. Hapana, usifanye hivyo kabisa. Adeze anaona hii ndiyo nafasi. Anamwambia Emeka, nipo single. Nani amekuambia utoe taarifa zako? Hapana, namwambia tu ukweli kuwa niko single, huenda ikawa nafasi kwangu ya kuolewa. Adeze akaona bado haijatosha kumkomoa Toby, akamwambia Emeka, unaruhusiwa hata kunikumbatia. Basi Emeka anampatia kumbato zito. Hebu toka, nenda ndani, sitaki kuona ujinga wako. Adeze anaondoka huku akisema niko single. Basi baada ya kuondoka, Emeka anamuuliza Toby, hivi kweli ni binti wako wa kazi? Ndiyo, ni binti wangu wa kazi. Kisha Emeka anaingia ndani. Muda huu wapo mezani wanataka kupata chakula. Adeze anamwambia Emeka, nikuhudumie wewe kwanza. Asante, wewe binti ni mkarimu sana. Kufika kwa Toby wanaangaliana kama maadui. Kisha Adeze anamuuliza Emeka kwa tabasamu, je, ungehitaji kingine chochote? Na hisi kwa muonekano wa hiki chakula nitahitaji chakula kingine. Hebu tuache bwana, mambo gani tunakula unauliza maswali. Adeze anaamua kuondoka. Kisha kidogo hivi anataka kuanguka. Emeka anamshika.
na kumwambia pole, kisha Adeze anaondoka. Adeze kufika nje anacheka sana yani, huku akisema na bado nitakuonyesha wewe Toby. Asubuhi ya leo Adeze anafanya usafi. Wakati huo Emeka anakuja na kumuuliza Adeze, mbona unaonekana hauko sawa? Ni mambo mengi tu ya kila siku, hebu niambie kuhusu bosi wako. Bosi wangu ni mtu msumbufu, lakini ni mtu mzuri, ana muonekano mzuri, ana upendo na ni mkarimu sana. Wakati maongezi yanaendelea, baba ubaya Toby anafika. Huyo Adeze kaniletea maji ya kunywa. Adeze anaenda kufuata, Emeka anamfuata ili kumsindikiza. Leo Adeze yupo anaandaa chakula. Si muda Emeka anafika akiwa amebeba mifuko ya zawadi. Anamwambia, nilijua nitakukuta hapa jikoni. Jamani, karibu. Asante, nimekuletea zawadi. Emeka anaanza kumpatia zile zawadi moja baada ya nyingine. Haishi pale, anampatia mpaka iPhone. Basi Adeze ni kufurahi tu. Je, Toby akijua itakuwaje? Tuendelee kutazama. Usiku huu akiwa sebreni wanapiga story. Adeze anashuka ngazi kutoka chumbani akiwa amevalia zile nguo za zawadi. Basi kila mtu anabaki mdomo wazi. Emeka mpaka anasimama kwa mshangao. Toby ndo anashangaa kabisa uumbaji wa Mungu. Emeka anamwambia, umependeza sana, asante kwa zawadi, wewe ni mrembo sana. Asante. Baba ubaya uvumilivu unamshinda. Kwa hiyo umeamua kumnunulia nguo? Ndiyo, nimemnunulia na vitu vingine pia. Unajua sitaki hayo mambo, haujaja hapa kuniharibia binti yangu wa kazi. Mimi na wewe tumekuwa marafiki kwa muda mrefu, hujawahi kumnunulia binti nguo. Leo kwa nini ufanye hivi? Unajua anafanya hivi kutengeneza mazingira ya kuwa karibu. Basi humu ndani inakuwa ni tukio baada ya tukio. Leo Emeka kavalia suti safi kabisa. Emeka, mbona umependeza sana, unaenda wapi? Leo nina mtoko. Si muda Adeze naye anafika. Naonekanaje? Umependeza sana, asante kwa hii nguo. Kwa hiyo kumbe unatoka na Adeze? Ndiyo. Sasa mnaenda wapi? Adeze anadakia. Chakula kipo jikoni. Kisha hao wanaondoka. Anabaki akisema, Emeka, sasa mnaenda wapi? Huku akipigwa butwa. Alimwona Adeze ni wa kijijini, leo Emeka akamfanya kuwa wa mjini. Je, atafanya nini? Muda huu anampigia mama yake simu akitoa malalamiko kuhusu Adeze na Emeka wanavyofanya. Mama, yaani huyu binti simwelewi. Ulimleta ile ya mke wangu, lakini saa hizi ameanza kumpenda rafiki yangu. Adeze sio mtu wa hivyo, ni binti aliyefunzwa. Labda wewe ndio utakuwa huna muda naye na rafiki yako anatenga muda kwa ajili yake. Kisha mama anakata simu, anabaki akilalamika mwenyewe. Ona, mpaka muda huu hawajarudi, wivu umeshaanza kumzidi. Adeze baada ya kutoka mtoko anafika chumbani, lakini simu yake inaita. Ni mama yake Toby anapiga. Mwanangu, bila shaka kila kitu kiko sawa. Mama, kila kitu kiko sawa, najua unaniamini. Sawa mwanangu, nakuamini, uwe makini, nikutakia usiku mwema. Upande wa pili Toby huku chumbani, mawazo chungu nzima. Adeze, kwa nini nakuwaza? Hapana, akili yangu, hebu tulia, siwezi kumpenda binti wa kijijini. Najua ana muonekano mzuri, lakini Toby mafanikio yote ndiyo nayo, nikampende maskini? Basi anabaki bila majibu. Hatimaye leo siku ya Emeka kuondoka imewadia. Basi wanaagana na Adeze. Emeka anamwambia Adeze, tutakuwa tukiwasiliana mara kwa mara, ubaki salama. Kisha wanapeana kumbato kama kawaida. Baba ubaya hapitwi. Emeka, naomba tuondoke, utaachwa na ndege. Adeze anataka kuwasindikiza, anazuiliwa. Rudi jikoni kafanye kazi zako. Kisha wanaondoka. Leo Adeze akiwa anaosha vyombo, Toby anakuja kumchungulia. Je, ameshaanza kumpenda au vipi? Tuendelee kutazama. Basi Adeze anaanza kukumbuka matukio yote aliyokuwa akifanya, anabaki akicheka tu mwenyewe. Ni baada ya siku kadhaa, leo Adeze yupo anafanya mahemezi ya nyumbani. Kitendo cha kuchelewa tu, Toby anaanza kumpigia simu. Basi Adeze anazikata tu, hataki kupokea, anataka mpaka Toby ajifunze. Ni baada ya kurudi nyumbani, kabla hajaingia, mlinzi anakuja na kumwambia, madam, ulienda wapi toka asubuhi? Maana bosi amekuulizia mpaka ameshindwa kutoka. Kwa hiyo saa hizi ameanza kujali kuhusu mimi mpaka kunitafuta binti wa kijijini. Hii ajabu. Kisha anampa mfuko mmoja mlinzi, na kumbe amemnunulia baadhi ya vitu. Kisha anaelekea ndani. Kufika tu anakutana na baba ubaya akiwa anamsubiri. Adeze, ulienda wapi toka asubuhi? Nienda supermarket kununua vitu vya ndani. Toby kusikia vile anaamua kuwa mpole. Sawa, nenda kaendelee na kazi. Mbona hujaniuliza kwa nini simu ilikuwa inakata? Wewe nenda jikoni. Nishaelewa ulikuwa supermarket, basi inatosha. Kwa hiyo umekasirika au ulikuwa umenimisi? Nilishakwambia katika maisha yangu siwezi kukupenda wala kukuwaza. Sawa, tutaona. Kisha Adeze huyo anaenda jikoni. Adeze kufika jikoni anafurahi sana, maana anaona mitego yake inaanza kufanikiwa. Kisha aendelea kupika. Asubuhi ya leo Adeze yupo sebreni anafanya usafi, lakini baada ya kumsikia Toby anakuja, anashika leso na kuanza michezo yake ya kumtega Toby. Toby naye anajaa kwenye mtego bila kujua anategwa. Kwa nini unafanya usafi? Nisha ukataza kufanya usafi ndani kwangu. Basi michezo inakuwa michezo. Niambie mtazamaji, ingekuwa wewe ndo Toby, ungefanya nini hapa? Kisha Adeze anaondoka. Usiku huu Adeze akiwa amelala, mlango unagongwa. Ni Toby. Je, anataka nini usiku huu? Adeze anaenda kufungua. Basi Toby, leo uzito umemzidia. Adeze, mwili wangu unasikia joto. Basi toa hii nguo. Pana, sio hivyo. Yaani kuna vitu vinacheza mwilini. Maskini Toby anataka kubinjuka. Adeze anaona hii ndio nafasi ya kujua ukweli. Wewe ulisema mimi ni binti wa kijijini, leo unasema unataka kubinjuka na mimi. Hilo haliwezekani. Adeze, kidogo tu, unafanya sio vizuri. Huo ni unyama, nisaidie. Adeze ndio hataki kuelewa, anaamua kujitupa kitandani. Toby naye anataka kulala. Tafadhali Toby, usisubutu kunigusa. Basi Toby anataka kuweka mguu.
vipi unataka kufanya nini? Hapana, mguu wangu tu unauma. Basi inakuwa ni visa kwa visa, mpaka Toby anaona imeshindikana, anaamua kuondoka kurudi chumbani kwake. Leo kuna ugeni, ni binti akiitwa Felicia ambaye anamuuliza mlinzi, vipi humu ndani kuna chakula kweli? Sijajua madam, labda umuulize Adeze. Adeze ndio nani? Yupo jikoni. Mlinzi anaamua kuivua kesi na kupeleka begi chumbani. Humu ndani kumeanza kuchangamka. Toby, huyo binti ni nani? Oh, Adeze ni binti wa kazi aliyeletwa na mama. Toby mfanyakazi ndio amevaa mavazi kama hayo humu ndani. Wakati wa Adeze yupo pembeni anawasikiliza. Nimeshakwambia ni binti wa kazi, nielewe. Hivi Toby, unajua mimi kuwa hapa ni kwa sababu ya makubaliano yako na baba yangu. Basi Toby anakuwa mpole na kuanza kumtania Felicia. Adeze kufika chumbani anaanza kulia. Maskini kijana aliyempenda kumbe ana mchumba mwingine. Kwa hiyo kumbe muda wote alikuwa anapoteza muda, matumaini yanaanza kupotea kabisa kwa Adeze, anabaki tu kutoa machozi. Leo Felicia akiwa anatoka chumbani anamwita mlinzi na kumwambia, kuanzia sasa hakuna kumruhusu mtu yoyote aingie ndani pasipo ruhusa yangu. Kisha mlinzi anaondoka. Leo akiwa anapata chakula, Felicia anakisifia sana kile chakula, kisha anauliza, mchumba, nani kapika hiki chakula? Mara Adeze, ni mimi madam. Usikia ni Adeze anakitema kile chakula na kuacha kula. Nilijua tu utakuwa ni wewe, chakula kibaya tena toka mbele ya macho yangu. Lakini Felicia, umesema chakula ni kitamu, tena na wewe usiendelee kula. Anamnyang'anya Toby kile chakula. We Adeze, njoo utoe uchafu mezani. Adeze anakuja na kutoa. Felicia anashindwa kuridhika, anamfuata Adeze jikoni na kumwambia, naomba isijirudie tena wewe kupika chakula kwa ajili ya mchumba wangu. Nitapika mwenyewe, na ukijaribu kwenda kinyume na mimi utabeba virago vyako kurudi kijijini. Kisha Felicia anaondoka. Adeze anabaki kwenye dimbwi la mawazo yasiyokuwa na majibu. Usiku huu Adeze yupo chumbani analia mwenyewe, hajui afanye nini. Si muda mlango unagongwa na Toby. Anaingia. Leo amekuwa mpole, anafika na kuketi kitandani. Adeze, nisamehe kilichotokea mchana. Unajua kila kitu mpaka mimi nimekuwa tajiri ni kwa sababu ya baba yake Felicia. Adeze anashtuka. Kivipi? Baba yake Felicia ndio alinipa mtaji na kunisaidia katika biashara, na ndio maana hata sijui nifanye nini kuhusu huyu binti. Je, unatamani kumuoa Felicia? Kwa kweli sijui, niko njia panda. Huku mwanaume akitoa machozi. Nikuombe kitu Adeze, chochote atakachokwambia Felicia kubali kufanya, we kuwa mtii. Sawa, nimekuelewa. Basi wawili hawa leo penzi lao linazaliwa upya. Lakini kwa nje Felicia anafika mlangoni, anagundua Toby yumo kwa Adeze. Je, itakuwaje? Muda huu Felicia amekaa anamsubiri Toby. Si muda anafika, anamuuliza, ulikuwa wapi? Nilikuwa huko chini sebreni naongea na simu za kazi. Felicia anakubali, ila kuna jambo amejua. Huko Adeze analia tu, maskini hajui afanye nini, anabaki akiongea mwenyewe. Kwa nini kila kitu kwangu kinaenda tofauti? Muda ambao naona mambo yanaanza kukaa vizuri, anatokea mwanamke wa kunizuia. Basi machozi yanatanda machoni. Leo Felicia kavurugwa, yupo na begi la Adeze, anamuita na kumpa pesa na kumfukuza. Adeze anamwambia, naomba basi niongee na bosi wangu Toby. Kwa hiyo mimi sio bosi wako? Wakati huo Toby yupo chumbani, anasikia kila kitu, anaamua kuchungulia. Anaona Adeze anatupiwa mabegi nje, anaamua kutoka nje. Felicia anamuita mlinzi, naomba muondoe huyu mpuzi, unadanganya, hawezi kwenda popote. Kwa hiyo unaenda kinyume na mimi kwa sababu ya huyu binti. Chunga mdomo wako, usiongee hivyo mbele yake. Unajua nimekuwa mjinga kwa muda mrefu. Felicia, unahisi kwa sababu ya familia yako kunisaidia naweza kuwa dhaifu? Unamwona huyu binti amekuwa ni mtu anayenielewa sana kuliko wewe, japo nilikuwa mkorofi kwake, na huyu ndio aina ya mwanamke niliyekuwa namtaka. Hivyo natambua huyu binti akibaki mundani utapoteza kila kitu. Nalielewa hilo na niko tayari kupoteza kila kitu. Fikiria maamuzi yako vizuri, maana sitakuelewa utakaporudi kuniomba msamaha. Siwezi hata wewe usirudi tena kwangu. Felicia anaamua kwenda kuchukua mizigo yake, kisha anatoka na begi lake ili kuondoka. Basi hapa inakuwa ni kutupiana maneno tu mpaka Felicia anaondoka. Leo Toby mwanaume kaandaa chakula kwa ajili ya Adeze, anamuita na kumkaribisha aketi, naye anaketi. Adeze anamwambia, leo bosi wangu amekuwa mpishi. Kwa jinsi ninavyojisikia kwa sasa, naweza nikafanya chochote kwa ajili yako. Kwani unajisikiaje? Najua nimekukosea kwa vitu vingi sana, naomba unisamehe sana. Najua moyo wangu una hisia kali sana na wewe, na sio tu kwa sababu ya heshima ya mama yangu. Moyo wangu umeamua kukupenda na sijui kama naweza kuwa mwanaume wako. Najisikia hivyo. Pia nikuulize kitu, hivi kwa jinsi nilivyokuwa najaribu kukufanyia ujisikie wivu, ni kweli ulikuwa unapata wivu? Toby anabaki akitabasamu tu. Adeze, wewe ni mrembo, vyote kwa sasa ni kwa ajili yako. Na unajua mimi na rafiki yako nilikuwa najaribu kukufanya tu uwe na wivu, lakini sio kwamba nilikuwa nampenda. Hivi ile siku mliotoka mlienda kufanya nini? Tulikula tu, hatukufanya chochote, ila tu moyo wangu ulikuwa unawaza kuhusu wewe. Mazungumzo yanaendelea baina ya wapendanao hawa. Leo familia yote ipo sebreni. Emeka anasema, nina jambo la kukiri mbele yenu. Kuna siku nilikuta mna ugomvi kwenye ngazi. Nilivyoangalia kwa umakini nikagundua nyie wawili mnapendana sana, hata mlipokuwa mkigombana mara kwa mara, na ndipo nikaamua kufanya matukio ya kumfanya Toby awe na wivu na kutambua thamani ya kitu alichokuwa anakaribia kukipoteza. Unajua Emeka, ulichokifanya kimenisaidia sana mpaka leo
kuwa na Adeze, na nimejifunza kwamba chochote unachokipambania kwenye maisha kipambanie mpaka mwisho. Kisha mwanaume anatoa pete. Adeze, upo tayari kuolewa na mimi? Adeze anaona unanichelewesha tu. Nipo tayari. Kisha anamvalisha pete. Basi mundani furaha inatawala. Nadhani hata mimi nilichelewa tu kufika, maana Adeze alinialika kuhudhuria tukio hili. Na ndipo tunautimiza ule usemi unaosema mchumia juani hulia kivulini. Na ndipo mimi na wewe tunaishia hapa. Si mimi, si wewe, bali ni wao. Kwa pamoja tunajifunza. Tukutane tena wakati mwingine, na kama bado hujajiunga nasi, hakikisha una subscribe ili kujiunga na kijiji hiki kinachokuja kwa kasi. Sabora TV.